Bwana Yesu asifiwe tena wapendwa, karibuni kwenye channel hii ya Neno la Uzima. Leo tunaenda kuongea jinsi gani uhusiano na ushirika wetu pamoja na watoto wetu ndani ya familia unaweza ukawa, ili kusudi tuweze kusaidia watoto wetu, kwa sababu watoto wetu kwa leo wanapitia challenge kubwa sana. Ni kwamba kuwa mtoto leo wala kuwa kijana leo sio kama jinsi ilikuwepo hapo kale. Tumefikia challenge kubwa kwa sababu tumeingia katika ulimwengu ambao internet imekuwa kubwa, watoto wanatumia mitandao, watoto wanaiga vitu vingi sana. Na kama sisi wazazi hatutakuwa makini tuweze kusaidia watoto ili tuweze kuwasogelea na tujenge ushirika mzuri pamoja nao, vitakuwa vigumu sana kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 20, unaanza ukisema hivi: ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Now notice that Biblia inaanza kutuchallenge ya kwamba watoto tuweze kuwatii wazazi wetu katika mambo yote. Na ili neno kutii ni neno ambalo lina challenge watoto kuweza kukubali kunyenyekea, waweze kuongozwa na wazazi wao katika kila jambo lote, kwa sababu wazazi wanajua mambo mazuri ambao watoto wanahitaji, na wanajua kwamba kila mzazi ndani yake anapenda mtoto wake aweze kufanyikiwa. Na ukumbuke ya kwamba anasema tuwaongoze watoto waweze kutii wazazi wao katika mambo yote katika Bwana, kwa sababu kama hayafanyiki ndani ya Bwana yanaweza yakatokea kuwa mengine. Inamaanisha nini? Ya kwamba inawezekana mtoto unaongozwa katika hali ambayo isiyokuwa nzuri, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo watoto wanapitia ndani. Unakutana mwanzilishi wa hivyo vitu alikuwa ni baba, wala alikuwa ni mama, wala alikuwa ni wote wawili. Kwa mfano hapa inasema hivi: ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Inamaanisha ya kwamba ni responsibility ambayo inaenda ngambo zote mbili, ya kwamba watoto wawatii wazazi wao, vilevile kina baba ambao wanarepresenti baba na mama wasimchokoze mtoto kwa sababu wasije wakakata tamaa. Inamaanisha kwamba kuna responsibility ambazo zinaenda ngambo mbili, na kama hatutakuwa makini sisi wazazi, inawezekana hatuwezi tukawasaidia watoto ikiwa uhusiano wetu pamoja na watoto ni uhusiano wa kuwachokoza watoto. Na katika hali ili neno kuchokoza ni neno la kusema ya kwamba hauoni tena priority ya mtoto, kwa sababu ukiwa unatumainia mtoto abehave kama mtu mkubwa, unaweza ukajikuta we mzazi unaanza kumwongoza mtoto mahali pabaya. Kwa mfano, mara nyingi unakutanaga wazazi wanataka watoto wawe wenye kukaa, wasisemi, wawe kimya. Ndiyo, kuna nafasi ya hivyo, lakini we mzazi pia huwezi ukafanya vitu ambavyo vinawafanya watoto wasijisikie kuwa watoto. Kwa mfano, unajua kwa leo ya kwamba watoto wanakutegemea wewe uwasaidie katika hali ya nguo, katika chakula, katika vitu vyote. Wewe unashindwa kuyafanya hayo majukumu, kisha wale watoto wanatoka wanaanza kufanya vitu ili wapate hivyo vitu ambavyo wewe mzazi ungewapatia. Inafikiri kuwa tatizo, kwa sababu wakishatoka sasa wataenda kufanya vitu ambavyo haviwezekani. Wakirudi navyo, wewe mzazi tena unakasirika, unajikuta kunaingia utata na confusion ndani ya nyumba. Na ndio maana kama watoto wanakutii, wanakubali uwe kiongozi, na wewe kama baba wala kama mama, na wewe chukua responsibility yako, usimame katika kuwaongoza na kuyafanya majukumu ya kwako. Muda mwingine unakutana watoto wetu wameiga vitu, wamepata matatizo. Unaweza ukashtuka tu mtoto wako anaanza kutumia madawa ya kulevya. Unashtuka tu mtoto wako ameshaanza kuwa mlevi. Unashtuka tu mtoto ameshakuwa addictive kwa pornography. Unashtuka tu mtoto anaanza kufanya vitu ambavyo viko tofauti na gisi wewe mzazi umetaka akuwe. Na swali ni kwamba utafanya nini wewe mzazi wakati umefanya kila kitu
lakini mtoto amejikuta ameanguka katika hali kama hii. Ni vizuri mzazi utumie sauti ya upendo kumsaidia mtoto, kwa sababu mtoto anaweza kuwa ameongozwa na mwingine mtu kuanzisha hivyo vitu, sio kwa sababu mtoto ametaka kuvifanya, lakini ni kwa sababu amekuwa introduced. Na kama jinsi nimeanza kumwanzo ninasema, kuna vitu watoto wanaweza kuwa wamevifanya ni kwa sababu wamevikuta we baba na mama ndio watu ambao mnavifanya. Kwa mfano, unakutana baba na mama wao wako wanamwambia mtoto asitumie muda mwingi kwa simu, lakini wao wako kwa simu 24 hours. Yani hakuna kitu kinapitaka kwa mtandao wao wasijue. Kila kitu, yani unakutana mama yuko anapiga simu, yuko na scroll. Kila kitu yuko kinafanya. Mtoto na yake develop ile habit. Tunaanza kuona kwamba mtoto anakosa adabu. Lakini ujue ya kwamba 80% ya vitu mtoto alivyo ni vitu ambavyo anajifunza zaidi kutokea nyumbani. Kuna vitu nakutana wewe mwenyewe mzazi ulimuintroduce ndani mtoto bila kujua, huku ulivifanya kwa ajili ya kujifurahisha wewe, kwa ajili ya kuweza kufanya kwa ajili yako, lakini mtoto amekaa akajifunza na akaanza kuvitumia. Na kama vimefika huko sasa, ni vizuri tuanze kujirekebisha sisi wote kabla ya kwenda kuwapatia shauri watoto wetu. Swali ni kwamba tunalitembelea hilo shauri sisi? Tuko mfano kwao? Wala tunaendaga tuna makali, tunawakataza wao wasifanye vile? Ninakumbuka kuna mzazi mmoja, yeye alikuwa anavuta sigara, anakunywa pombe, lakini anakaa ndani ya nyumba anawaambia watoto wake, mtoto mwenye ndaonaga anakunywa pombe wala anavuta sigareti ndamlaani mimi. Sasa wewe utamkataza, na kipindi wewe njoo uko unaamka asubuhi unamtuma mtoto kama uende niuzia sigara, paketi ya sigara kule, unamtuma mtoto uende uniuzie pombe uniletee. Ukweli nakwambia vile ambavyo unafanya watoto wako umoja atafanya vile vile, kwa sababu ndio mfano ambao unawapata. Kama unajua ni kibaya, acha kwanza wewe ongoza kwa mfano, acha mtoto akione. Uko mzazi ambao unakuja nyumbani usiku sana, unafika kunyumba watoto wamelala, unafika kunyumba hakuna siku umesha kula na watoto kwenye meza moja, hakuna, yani watoto hawakuoni zile tabia, na wao wanaendelea kuziiga, na wao pia inawezekana hata wakikomaa wataanza kuwa wanafika usiku. Kwanza utashangaa wataanza kuwa wanakuja usiku hapo hapo kwao, kwa sababu kuna wenyewe wameshajifunza papa anakujaga saa 8, kabla saa 8 haijafika saa 7 na yeye ameshafika nyumbani, kwa sababu watoto wako wanajifunza vitu ambavyo wewe mzazi huku unafanya. Na ndio maana tusiwachokoze watoto, tuongoze kwa mfano na tujifunze gisi ya kuongea nao. Tusije tukajifunza tukie kutokea kuanza kufanya mambo. Kuna vitu viwili tunaweza tukavifanya sisi wazazi. Cha kwanza tunaweza tukafanya prevention kusudi watoto wetu wasifike katika mambo kama hayo. Ninamaanisha tangu wangali wadogo unaanza kuimplement rules na regulation na vitu ambavyo vinawafanya kuwa kama familia. Tabia nzuri, unaongoza kwa mfano na unakuwa mfano kwao. Unafanya urafiki nao na build relationship na mtoto. Mtoto asikuogopi, mtoto akuone kama wewe uko mzazi ambaye anaweza kakimbilia wakati wote kunakuwa tatizo. Je, swali ni kwamba mtoto anakuona wakikuwa na tatizo ataenda kujificha kwa sababu anajua baba akijua kama nimefanya hivi atanimaliza. Haiko vizuri. Mtoto ajisikia kwamba anaweza kuja kwako akuombe shauri. Mtoto ajisikia kwamba anaweza kuja kwako hata kama amefanya makosa, wewe utamsaidia. Je, uko ile type ambao mtoto wako anajisikia kwamba anaweza kuja kwako? Hivyo vitu huwa vinakuja mbele ya wakati wewe mzazi unatengeneza hayo mazingira ya kwamba mtoto aweze kuja kwako. Yani una build relationship na mtoto wako. Ingine ni ya kusema cure, yani unaweza ukafanyaje wakati sasa vimetokea. Sasa hivyo vinafika vinadependi pia na relationship ambayo umebuild na mtoto wako. Kwa sababu unaona mtoto wako amefanya kitu, kuna kitabia fulani ambacho kimemwenda, inawezekana anaanza kutumia madawa ya kulevya na anakuwa wazi anaongea na wewe. Sasa gisi ya kufanya wewe kama mzazi sio kumfokea na kumtupa nje, kumreject. Wengine wazazi nasikia hata laana wanatoa. Mimi sikuzaliwa hivyo, toka ndani ya nyumba, sikupendi hapa. Ni mtoto wako umezaa mwenyewe. Kama imefika ameingiliwa na hiyo pepo, cha kwanza wewe kama mzazi ni kuomba, Bwana nipatie hekima gisi gani nitaweza kuapproach tatizo hiyo. Hatua ya pili ni wewe kujifunza. Je, mimi nitaweza? Kama unajisikia uwezo, unaweza toka omba msaada.
Lakini kama unajisikia unaweza kwenda kuongea na mtoto wako, ni vizuri wewe unaenda, unaongea na mtoto, unampatia mashauri na mtoto anakusikia na anatembelea mambo ambayo unampatia. Lakini vyote hivi vyote vinadipendi na misingi gani ambayo wewe mzazi umeitengeneza kwa ajili ya watoto. Wewe mzazi, jinsi gani una relationship na watoto wako. Hata kama saizi haijakuwa too late, unaweza ukarepair relationship. Unatengeneza mazingira na watoto wako ili familia yako uweze kuisaidia kama kiongozi na uweze kusimama. Wewe mama ambao unanisikia saizi, wewe umepewa majukumu makubwa sana. Inawezekana kazi yako imekuchukua sana mpaka umesahau majukumu yako ya kuweza kusaidia ndani ya nyumba. Inawezekana wewe baba, hela zimechukua na moyo wako nafasi yako, wala huduma imechukua nafasi kubwa kuliko familia, wala vitu tofauti ambavyo tunavipatia priority, tukisahau ya kwamba Mungu anatupatia familia kwanza mbele ya kutupatia vingine vitu. Ukweli Mungu atusaidie, atupatie hekima, kwa sababu watoto wetu huwa wanaanza kuharibika polepole. Haiko mambo yanatendeka tu leo na yanapitika, wanaanza polepole. Na ndio maana wewe kama mzazi uko na muda kama huu, Mungu mwambie, nipatie hekima, nijue jinsi ya kutengeneza ushirika na mahusiano na watoto wangu, ili hata kesho yake kukipitika kitu, nijue jinsi ya kuwasaidia na kwenda nao, kwa sababu mwisho wa siku ule mtoto ni wako. Hata umreject, umwambie siko tena baba yako, haitabadilika. Wewe ni baba yake, haiwezai kwenda inabadilika. Ndio maana na kuchallenge siku ya leo, tumia position yako kama mzazi, saidia mtoto wako. Na wewe mtoto ambao unanisikia, uweze kumconsider mzazi wako, umpatie nafasi ndani ya maisha yako katika Bwana, akuongoze na akusaidie. Ninaamini ya kwamba ukifanya hivyo utaziona baraka za Bwana ndani ya maisha yako usiku na mchana, na utafanyikiwa. Ukumbuke ya kwamba Paulo anasema amri ambayo imekuja na mafanikio ni amri ya kusema, wewe mtoto, mtii baba yako na mama yako, ili siku zako ziongezeko katika dunia hii. Sio tu siku, wingi wa masiku, lakini baraka za Mungu ziweze kushuka ndani yako na zikuongoze na zikutawale. Asante sana wapendwa, Mungu awabariki kwa mafundisho hayo madogo. Unaweza kushare pamoja na wewe, unaweza ukacomment, wala unaweza ukatumana swali ambalo unaliuliza. Upewe sifa na Mungu akubariki, na usimame imara katika kumshuhudia Bwana katika neno na matendo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.